from the top. Hello, I'm the Gary 29. Na unajua tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ni July kwa English Chinja huwa basi ndio uko hewani sasa hivi. Uko ndani Nanda Saba Media, basi ndio umejongea tu umefika ndani bana, tunakuletea tumefika bana na moto mwingi sana bana. Unajua ni weekend inaingia kama basi umetoka kazini, unajua ndo masaili kutoka kazini, kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni comrade, wewe ni nini una drive pale pole unaelekea nyumbani, wewe ni mtu wa online, umekaa pale una scroll unasema nini kina trend pale kwenye online bana, usikose bana uko ndani ya Nanda Saba Media, haujapotea bana. Kama ndo mwanzo basi unajiungana nasi, kumbuka kwamba hii ni Nanda Saba Media na kijana mstaarabu hewani si mwingine bali ni Tony Nanda Saba. Nimekukumbusha kwamba hewani ni Hood Boys Chinja huwa wakituletea hapa ndani siku hii ya leo, ikiwa basi ni Ijumaa tarehe ni 10 mwezi ni Julai 2026. Mara ngapi tumepatana hewani? Basi kumbuka unaongea nasi pale kwenye comment section, unatuambia kwamba unatusikiliza ukiwa eneo gani, na kwa moja jamhuri ya kufurahisha na kupendeza sana. Hood Boys wacha watupeleke na mtaratara ama namna gani? Katoto kadogo nkikashikanda kashagala, abracadabra magical one wakala, petite girl slim na base like kalala shagala, bagala even na mchanganya, ma mixing kwa bed scene bad bananas, ma meeting ma beating she like pangala kwa G-string sa feasting na katolala pangala tatata aganya kwa room rhythm doing kaning kaboom, amenivuta karibu ikabidi ni mchum smooch sasa ina flow juu kwa moon. Meuko nimekudedi walai, sema iniga can cheat can die, sema iniga can cheat can kaburinki kapata na kachinja huwa chikicham chinja huwa shamba westline chinja huwa chikicham chinja alafu nacheka na mimi walai ndaichinja huwa chikicham chinja huwa kanibabia makabadi na kachinja huwa chikicham chinja huwa kama trios menishika kamko. Hood Boys wakimshirikisha YBW Smith, wimbo ni Chinja ndani ya Nanda Saba Media. Zimegonga tu dakika ngapi? Zimegonga dakika 46 baada ya saa 10 Afrika ya Mashariki. Unazungumza nasi pale kwa comment section, utuambie kwamba unatusikiliza ukiwa maeneo gani, eneo lako mvua imenyesha bana kuna lakini obviously mvua haiwezi kutufanya kwamba tukose kufika pale penye tunafaa kufika ama namna gani. Kama ndio tumefika huku kwetu penye niko, nakwambia kwamba kuna mvua imenyesha. Mvua imenyesha na nafurahi sana kwa sababu hata kama kuna kiangazi nimetembea county so far, nimetembea 5 counties, nimepata kwamba kuna at least matumaini ya chakula. Hakutakuwa na janga la maybe ukame mwaka ujao, kwa sababu ni jambo ambalo labda hatufai kulitupia jicho. Tunafaa kuangalia kuna mabadiliko ya tabia nchi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo wewe kama ni mkulima zingatia sana asante sana. Anasema kwamba Honorable Brian Bundi, I'm tuned in my senior. Asante sana Brian Bundi bana. Huyu anataka kuwa ni governor, senator, ni honorable, anaitwa honorable. Tunazungumzia tu masuala kwamba unajua mwaka 2027 ushakaribia, na nakuuliza tu msikilizaji na mtazamaji wangu kwamba katika manifesto mingi ya wanasiasa humu nchini, asilimia kubwa ya manifesto huzingatia sana na huangazia sana vijana, vijana ambao kwa asilimia kubwa wanaongelewa sana lakini hawazungumziwi. Wanazungumziwa sana lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba they are being spoken of but not being spoken about. Immediately mtu ashapata cheo chake pale, anaanza kufanya vitu vingine. So kwa hivyo ndo nimekuwa nauliza swali moja kuwa tukiendelea kukaribia mwaka 2027 kwamba je, unadhani sauti ya vijana itasikizwa? Ikizingatiwa tu kwamba mwaka 2024 kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa yakipinga serikali, mwaka 2025 vile vile, mwaka 2026 kuja kuwa na mingi, lakini pia kumekuwepo maandamano ambayo vijana wamekuwa wakiweka ili tu kupinga mwelekeo mbaya wa baadhi ya viongozi serikalini. Viongozi hawa wamekuwa wakichukua mkondo ambao hajakuwa kufurahisha sana vijana, na ni swala ambalo limefanya vijana wengi kuwa na ile hali ya
kushtuka sana, kwa sababu ni wao ambao wanakuja kuhadaiwa kila mwaka kwamba vijana tutapewa kazi, vijana sijui mtaenda ng'ambo, vijana mtakuwa commercial hata cheese, lakini sasa unapata kwamba hao ndio wanakuwa employed as goons unapata vijana wanakuwa employed as goons. Zungumza nasi pale kwenye comment section, na pia kumbuka unaweza kupigia simu kwa nambari 0745134211 au 0705639877. Pia kumbuka tumekuuliza kwamba sijui kama kwenu mvua inanyesha. Huku kwetu kuna kabaridi kidogo, lakini haikijakuwa sana. In the past 2 hours kuna kamvua kamenyesha, at least imetondolea vumbi pale nje, unajua. Yes. Leo ni tarehe 10 tu Julai 2026. Piga na mimi story usismile, usikae tu pale una smile ukisikiliza Nanda Saba. Of course kama ni mara ya kwanza tu basi umepatana na hii video pale online, huyu si mwingine ni kijana mstarabu Tony Nanda Saba, na ni kijana ambaye anakuletea tu makala kila siku pindi tu yanavyoibuka humo nchini. Kitu ambacho unajua vijana wengi wamengojea na kusubiria kwa sana ni kile ambacho Edwin Sifuna amekiweka kuwa kama fumbo. Anataka kuitaja nia yake ya kuwa rais mwaka 2027. Je, unaunga mkono Edwin Sifuna? Unamuunga mkono Edwin Sifuna? Unajua Edwin Sifuna ni kijana ambaye kwa asilimia kubwa amevuta vijana kwa pia hamasisho ambalo alikuwa akilifanya kuhusiana na tuko kadi. Vijana tuko kadi, tukue kadi. Na kama hujashika kitambulisho bado, basi nakuomba tu na kurai wewe kama mwananchi wa humu nchini katika taifa la Kenya kwamba tafuta kura, pige kura mwaka ujao, kwa sababu wewe ndiye utaamua kesho yako itakuwa namna gani, kwa sababu vijana wengi ndio wamekuwa wakiweka serikali wakiamua serikali itakuwa ni ipi. Zungumza nasi kwenye comment section, itakuwa ni ya kufurahisha sana. In the meantime tulikuwa tumekuwekea Hood Boys wakikuwa na YBW. Tujibambe na YBW tukingoja bana comment zenu pale ili tuweze kujifurahisha pamoja. Na itakuwa ni ya kufurahisha sana. Wazim Pandume pandwa na wazim Panuna wazim Pandume unaliona nitaka Panuna wazim Pandume pandwa na wazim Awe panuna wazim unawatika zile pilika za kupita. Nilikuta sister Rita nikabita zile za kiksa. Niaje sister kaza kuni size nikameona Batista. 2 months down sana shinda kini texta. Na deni mimi tu she can't fuck to the rest. Anasema kakoridi atakukuwa mistress. Super pasi kanisa mbono na confess. Kwanza unanibo spendi vile unanifuatilia unanibo na nikatsi unanibo unanibo hatunaliona. Tumerejea tena. Unasemaje msikilizaji wetu, mtazamaji wetu? Naamini tu kwamba unanipata vizuri. Naamini tu kwamba sauti iko sawa, sauti iko salama, kwa sababu sometimes kuna kuanga na shida kidogo, technical issues. Kwa hivyo ingekuwa ni vema sana kama unaweza kuconfirm na sisi kwamba unatusikiliza vizuri, na mtambo inaitwa Kiwambo kinakufikia salama sana. Basi kama ndo mwanzo umefika pale kwenye Facebook yangu, kumbuka kwamba tuko na page, pinya pale, upinya kidude cha follow, basi itakuwa ni furaha sana, kwa sababu sisi sote tuna grow by lifting others. Sama namna gani? Sasa wakati wewe una follow pale, utakuwa unapata story ambazo nitakuwa nakuletea. Kwa hivyo kwa sababu kuna kitu ambacho nakifanya kwa sasa, nipo katika county ya Trans Nzoia ambapo tumekuwa tukifanya mazungumzo na baadhi ya wanasiasa katika taifa hili la Kenya, kutoka katika ukanda wa magharibi mwa Kenya. Magharibi ndio western western part of Kenya. Kwa hivyo tumefika pale, tumezungumza na baadhi, nimekutana na baadhi ya wanaotaka kuwa wagombea wa kiti cha wakilishi wadi, wale wa maeneo bunge na pia maseneta na magavana. Nimekutana na wao, so nataka kwanza kufanya ikuwe ni kama story ndefu ili bana uweze kuipata. Lakini utaipataje kama basi hujafika pale ukafollow, pia ukafika pale YouTube ukamtafuta Nanda Saba, Tony Nanda Saba, basi unapata sura kama hii. Una subscribe pale, na pia unaweza share kwa your friends, leave a comment,
na itakuwa inatupatia nguvu pia kuendelea kukupa stories za kukufurahisha na kuburudisha kila siku. Naona wasikilizaji wangu bana wanaendelea kujiunga nami. Asante sana. Zungumza nami, usikuwe tu pale bana unafurahia bana unasema nani huyu labda yuko na sisi. Niko na wewe hewani sasa hivi, lakini swali ambalo nimekuwa kuuliza kwamba ni kwamba vijana wamekuwa ndio nyenzo muhimu sana katika siasa. Vijana wamekuwa wakidominate kwa zile manifesto ambazo wamekuwa wakiweka. Manifesto kwa mfano, manifesto ya 2022 yake rais wa sasa William Samoei Ruto ilikuwa ni hustler, kukua hustler. Hiyo ndio ilikuwa moja ya manifesto kwa ambayo alikuwa ameiweka, na kwa hivyo hustler, of course, who are the people hustling? Watu wenye wana hustle sana sana ni vijana ambao wako katika umri wa makamo, wale ambao wanajitegemea, wanatafuta tu njia katika kujimudu katika maisha. Kwa hivyo nimeuliza swali moja jepesi tu pale. Unakumbuka kwamba kama hutaweza kupiga simu basi kumbuka unaweza finya tu pale kwenye kidude cha comment. Unatuma comment pale unasema mimi nadhani kwamba lazima tusikize wapende wasipende. Ama useme mimi najua wezi nisikiza lakini nitaweka kura yangu siri yangu. Ama tutoi mambo ya kura yangu siri yangu, ikwe kura yetu ndoto yetu, si ndio? Kura yetu ikwe ndoto yetu, so that when ukipiga kura yote kutoka juu mpaka chini unatuonesha unatuambia umepigia nani rais, umepigia nani gavana, umepigia nani mbunge, umepigia nani na nani na nani. Zungumza nami pale. Unajua kuna big minds ambazo wananisikiliza sasa hivi, na naamini kwamba wewe tu kama msikilizaji pia unataka sana kujua nafasi yako, au kulingana na jinsi ambavyo umekuwa ukifanya analysis yako, umeona ni nani ambaye labda anafaa sana kukuwa mwakilishi wako wa eneo bunge, mwakilishi wako wa wadi, mwakilishi kwa bunge la kitaifa, hapana, bunge la seneti, kuwa gavana pale, kuwa mwakilishi wa kike. Sijasikia, nimekuwa katika kaunti ya Trans Nzoia lakini sijasikia na sauti sana ya mwakilishi wa kike. Mwakilishi wa kike anajulikana kama Lilian Sioi. Lilian Sioi, nimekuwa nikitazama sana video ambazo zimekuwa zikisambaa sana mtandaoni, nikapata kwamba wananchi wameweza kujiunga sana katika mrengo wa kamanda. Kamanda mwenyewe anajulikana na kufahamika kama George Natembeya. George Natembeya sijui amewapatia nini kwa wananchi katika kaunti ya Trans Nzoia, kwa sababu tangia tu alipokuwa akitafuta nafasi ya ugavana mwaka 2022 ilikuwa ni vigumu sana kwa wagombea ambao walikuwa wakimpinga katika nafasi hiyo, waliokuwa katika kinyang'anyiro hicho. Walikuwa na nafasi ngumu sana kuweza kupata ile nafsi ya wapiga kura katika kaunti hiyo, kwa sababu kulikuwa na nafasi kulikuwa na watu ambao walikuwa na wakati mgumu sana kuzungumza na wananchi, wakisema kwamba wananchi walikuwa wanajua tu kwamba Natembeya kwa governor. Sijui ni nini lakini tutakuwa tukiweka hapa. Kumbuka kwamba nimekwambia tutakuwa na wewe moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo mpaka mwisho, lakini hatutafanikiwa nikiwa peke yangu. Lazima tukue wote, tukue pale tunazungumza kwa pamoja. Na kama pia unaogopa, kumbuka kwamba unaweza tuma pale comment yako anonymously, au tutumie kwenye WhatsApp 0745134211 au 0705639877. Comment yako tunaisoma hapa sasa hivi hewani. Tunasema kwamba huyu ni mwigizaji kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, anasema mimi I support two term, na support two term kwa sababu nimeona kwamba serikali imenifanyia hii na hii na hii. Analyze it. Usikue tu unasema kwamba mimi nachukia, mimi ni one term, alafu tukikuuliza mbona unasema wewe ni one term, unasema because watu wanasema one term. Najua hapo utakuwa hauna mwelekeo, hauna msimamo katika siasa. Na unajua katika siasa kuna kitu inaitwa mathematics.
kufanya calculations polepole kufanya calculation inaitwa calculation. Go down, 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 down. Go down, down, down. Go down, down. Acha tuangalie kwenye comments tuone watu wametuma hapa SMS wanasema nadhani sauti kubwa ni ya vijana, lakini imekuwa ni vigumu kuwasikiliza kwa sababu vijana wengi wamekuwa ni kama vikaragosi. Anasema kwamba kwa mfano ukiangalia Samuel Makaure alikuwa ni mmoja wa comrades ambao walikuwa wanapinga sana serikali ya William Ruto, lakini sasa hizi yuko kwenye serikali, anaunga serikali ya 2 term. Hiyo ni maoni yake, amesema ni mweke anonymous. Hiyo ni maoni yake. Acha tusome maoni nyingine. Tunasema kwamba anasema tu kwamba mimi sioni hata maana ya uchaguzi kwa sababu president anakuanga amechaguliwa before hata tufike general election. Guys, mko na majibu deadly hapa, comments, SMS noma zinashtua sana lakini usikuwe na wasiwasi kwa sababu we as media, of course we are the fourth state, but pia kumekuwa na shida kubwa sana katika tukikuja kwa media, kwa sababu media pia imekuwa imeibwa na siasa na pia imekuwa imekumbwa na matatizo mengi ambayo sasa rais au viongozi walio serikalini wanatoa vitisho kwa waandishi wa habari. Nasema kwamba hufai kutoa hadithi au story kama hii kunihusu mimi, kwa hivyo nataka nikupatie hela kadhaa uweze kill that story, and of which unapata sasa story mingi ambazo zinakuja kuibuka baadaye. Tunaulizwa tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Lakini makosa si yetu. Sina noma mimi, sina noma sana. Kwa hivyo dakika zimekatika tu moja baada ya saa 11. Saa 11 zishagonga bana, unajua sikifika saa 11 basi siku itakuwa imeisha. Wewe bana unasafiri polepole pale ukienda nyumbani unasema tuned in pale kwa Nanda Saba Media. Asante sana. Uko pale kazini, social media analyst anasema uko ndani. Brayo anasema yuko ndani. Ndo nimetokea tu pale bana, shughuli ya jioni naelekea nyumbani, niko free mode. Asante. Okay, usikue na wasiwasi, hata ukiwa free mode bado comment inakuja. Asante. Ni Magi anasema kwamba Nanda Saba umepotelea wapi siku hizi? Sijapotea. Niko sijapotea. Wacha tumsikilize Karisma Sina Noma, kisha tutakuwa tukirejea kuendelea na comments pale na pia kuzungumza mengi. Santa. I'm just trying to catch a wine. Umeshughulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover. Sina Noma my guy. Tonight I don't want no drama. Sina Noma my guy. Chaber dongingero na hero kasianda. Sina Noma my guy. Leo ni party hadi mchana. Noma my guy. Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga na Yeah, niko na big shoutouts. Nani angependa kutuma salamu kwa mamake? sinirekodi. Ama upige shoutout kwa mzazi? Unajua kwa mzazi. Nilikuwa naangalia mahali pengine nikaambiwa kwamba ukifanya redio lazima uhakikishe kwamba umemwambia mtu tuma salamu, salimia watu kadhaa, nini amsha watu. Lakini sijali. By the way, in this career sijakuwa peke yangu, nimekuwa na majamaa yangu mwingine anaitwa Markley Suta. Markley Suta is my friend. Is a good guy. I think by now ako Embu. I'll be in Embu in 2 weeks time. By now I'm still doing a certain documentary that when I'll be coming back to Embu I'll be editing it, then niwaweke pale. I know you will not fail me because the support you have been giving me, by the way, ndio imeweza kunifikisha hapa. By the way, kama mjawahi jua support yenu ndio ilifanya nikapata hadi hizi gadgets zenye niko nazo sasa hizi. Without your support singekuwa hapa penye niko.
Mwingine anaitwa Morris Kirimi. Morris Kirimi ama ukipenda unamuita Skipper Edits pale kwenye social media handles za kwake, unampata kama Skipper Edits. Skipper pia ni mmoja wa watu ambao wanajituma sana, vijana wachapa kazi kutoka katika mlima, anatoka kwa mlima. Anatoka kwa mlima. Anatoka kwa mlima huko, anasema tutafika pamoja tutafika pamoja. Najua kwamba tutafika tutafika. Big shout out to those two people, Markley Suits and Morris Kirimi, where you are. Feel appreciated. Wanyonyi Masika anasema kwamba leo nimefika huku. Obrigado amigo, keep going. Oh, thank you Masika. Yeah, thank you Masika. Unajua Masika bana ni jamangu fulani, kijanangu mwenye tulikuwa, huyu ndo jamaa alikuwa ananipatia sleepless nights tukiwa pale high school. Niwapigie story ama niwaache? Masika, niwapigie story ama niwaache? Kwa sababu nichome, ni roast. I think lazima niwapigie hiyo story. Lakini before niwapigie hiyo story, wacha tusikilize wimbo wake Mbosso ambao umetrend sana pale katika mitandao ya kijamii. Ni wimbo ambao pia umewafurahisha sana kina dada, wasichana wa kwetu pale. Lakini pia kama wewe ni na pale uko katika nafasi na pia ungependa kusupport Nanda Saba Media, tuko na till pale, unatuma kwa 31 25 457 31 25 457. Jina inaleta Tony Nanda Saba. Nitakuwa natusaidia sana. Na pia kama hautaweza kufika kwa till, basi nambari ya simu ni 07 05 639 877. Yeah, unatusupport pale, alafu tutafika sote. Nitafuga mbwa wamenoma kali, Uzalima nitabandika kibango hapa hatari, Uzalima nitajiri komando, ndondondo anodi na rambo, bombombo wa kulinde Uzalima. Tutapoteza muda sana. Nimekuwa nawaambia kwamba kuna story pale nataka kuwaletea wakati mmoja, nikiwa mwanafunzi katika shule ya upili. Shule ya upili ya Senator Wamalwa. Nimemwona Masika nikakumbuka hii story. Kuna wakati tulikuwa tumepanga njama fulani, tulikuwa wawili. Si nimekwambia alikuwa jamaa alikuwa anafanya silali, nafika nyumbani napiga shughuli yangu haraka na pika pale, naambia wenzangu nimelala, lakini kumbe bana mimi niko pale na chakura na kusakura vitabu. Katika mtandao wa kijamii pia nilikuwa naingia pale na sakura na tafuta makala tofauti ya watu, hadi nikajoin groups fulani zilikuwa zinaitwa biology, chemistry, paper 1, paper 2, CRE, geography, physics. Nikajoin hizo groups. Sasa kuna wakati fulani kulitolewa matokeo na nikakuwa kwanza kupata ile broadsheet ile ya number 1 up to number last. So yes, nilikuwa niko number 1, yes, but kuna vile nilikuwa nimechezwa. Nilikuwa naambiwa kwamba nimepata marks fulani ambayo nilikuwa natarajia ikuwa ni A-, but nilikuwa nimepewa ngapi? B+. No, ilikuwa B plain. Ilikuwa B plain. Nilikuwa nimekewa B plain. So nikaenda nikaibia siri. Huyu jamaa wangu anaitwa Wanyonyi Masika pale, ametuma comment pale, Wanyonyi Masika. Sijui kama kuna page pia mnaweza mkamfollow pale. Wanyonyi Masika ni jamaa wangu sana ambaye tulikuwa na yeye. So tukapanga njama, tukasema wakituita leo, mimi wakiniita siendi kwa sababu ni kama nimedharauliwa. Nime-struggle hiyo wakati yote, nimefikisha hiyo alama yote, alafu wanakataa kuniwekea. So tukaitwa mbele. So number 1 Nanda Saba. Wakasema Tony Nanda Saba hakukuja. Wakaita number 2
Isaiah Masika akuja. Wakaita number 3, number 4, waliita tena hadi number 7. Waliita hadi number 7. Number 7 pia akaona mimi niko tu na C+, huyu ako na B plain. Mbona hajaenda mimi niende na kiherehere changu cha C+. Guy, so ikabadilika ikakuwa ni kama ni makosa ya ni makosa ya kuwa na tabia mbaya shuleni, kuwa na indiscipline case. Ikakuwa ni discipline case. Wanyonyi anasema kwamba ako hapa. Ndio hiyo page yake inaitwa United Prince. Kuna page inaitwa United Prince. Make sure kwamba umemfollow kwa sababu pia ni comedian, na pia ni comedian ambaye atakuwa na watibu akicheka pale kwa sababu pia anasomea kozi za udaktari. Anasomea kozi za udaktari, so atakuwa anakutibu pale akikuletea pia comedy. Lakini nimekuwa nakupigia story, so tukaitwa, ikakuwa ni discipline case. Ikakuwa ni discipline case, so tukaambiwa kama unajua jina lako limeitwa, kujeni mbele. Kujeni mbele. Guess what happened, guys? Guess what happened? Nakuja tu kumalizia story. But in the meantime, kumbuka kwamba unatuma tu pale comment, unatuambia hali iko aje. Utaniambia wewe mwenyewe, uniambie namna gani. Magaza Republic tuko fully. Lakini sasa my DJ lazima anze from the top. Hey, yo, Clama. Oh, Jabba, ton. Jabba night. Yo, Clama on the beat. Rock on the floor, tight. On the floor, ni rumba night. Rock on the floor, tight. On the floor, ni reggae night. Rock on the floor, tight. On the floor, ni Jabba night. Rock on the floor, tight. On the floor, ni rumba tight. Yep. United Prince anasema ndugu karibu atupige bure. Ndugu alijangori, so akasema, akaanza kufanya scanning. Sasa unajua nilikuwa nimevaa mask, so by then nilikuwa kama terrorist. Nimeketi huko nyuma nimejificha. So tulikuwa tumezoea kwa pamoja, lakini sasa hiyo time huyu Masika alikuwa ameketi kule, mimi nimeketi kule. Number 3 mwenye tunamzoea tu alikuwa amekaa kule. Sasa number 4 hivyo tulikuwa tumeskata. So makosa ikatokea. Vile walisema so imeturn out kwa indiscipline case. Vile walisema imeturn out kwa indiscipline case, watu wote wakageuka wakatuangalia. So half of the population waliangalia mimi, population nyingine wakaangalia United Prince. Sasa hiyo ndio ikatuuza. Akatuambia amka. Ndugu akatukujia mbio pale, akashika kama vijana wa kwenda kamiti, ni vijana wa kwenda kamiti. Lakini I'm happy that we made it. United Prince atawakonfirmia. United Prince atawakonfirmia, waambie ilikuwa aje, kwa sababu haikuwa rahisi, by the way. Haikuwa rahisi. Naona tuko wengi tu pale tumejoin. Kumbuka inaitwa Nanda Saba Media Studios. Inakuanga portable radio, by the way. Tunaweza hama hapa tuende Kirinyaga, tuende Taita Taveta, tukue Mombasa, tukue mahali popote pale. Tunaingia hewani, tunakupasha, tunakupatia kitu chochote ambacho unakihitaji. Hivyo ndio story ilikuwa. Lakini kumbuka pia tulikuwa tumekuuliza swali pale, tunakuuliza kwamba je, unadhani kwamba sauti yako wewe kama kijana katika siasa hizi za mwaka 2027, unadhani kwamba maoni yako yatasikizwa? Unadhani kwamba kutakuwa na demokrasi, kutakuwa na uhuru wa kupiga tu kura kwa amani, kutakuwa na uwazi? Wewe kama kijana zungumza nami pale, tuambie kwamba itakuwa kwaje, wewe unajihisi namna gani, maoni yako ni yepi, ili tuweze kusonga mbele ikiwa vizuri sana. Tukisonga mbele itakuwa inafurahisha sana. Itakuwa inafurahisha kwa sababu nikiangalia vizuri vijana wana dominate
kwa kutengeneza manifesto. Vijana wanasema kwamba tutatengenezea nyinyi ajira, tutapatia support kwa timu yenu. By the way, United Twins anakuanga so united. So for example, unamwambia sasa hiyo so united, mimi kama president nimetenga shilingi milioni 20 ya kusupport vijana ambao wanachezea hiyo timu. Mkinipatia kura 2027, ndahakikisha ya kwamba kila kijana hapa angalau ako na biashara yenye itakuwa inaleta shilingi 50,000 kila mwezi. Zungumza nami pale uniambie iko namna gani ya Mayday. Gradi Ntoto anatupeleka zikiwa zimekatika dakika 15 baada ya saa 11. Mebango bayebite esika motema ezali kokwea, nazali kotambola na vile basuvoni, nyonso ezali yo ezali te, mbaru nyonso ezali koloba kombo na yo, me telefone ezoganga sila. Nazali kolala te, nazali kopema te, po kombo na yo ezali ko... I'm sorry to inform you this, but due to uncontrolled circumstances zenye hatuwezi avoid, zitatufanya kwamba tutakuwa tunakamilishia hapo siku hii ya leo. Tutakuwa tunaendelea masaa haya tu, sio siku hii ya leo, tunakamilisha hapo kwa masaa haya. Nitakuwa nikirejea tena maybe mwendo wa saa 2 hapo saa 3 usiku, ili tuendelee na gumzo letu pale. Nikuulize tu kwamba unadhani kwamba siasa za mwaka 2027 vijana watafanya maamuzi sahihi, au kutakuwa na mchanganyiko ambao labda utasababisha tena kutokea kwa vurugu, kutokea kwa maandamano, kutokea kwa kutokuwa na utulivu katika uongozi? Naam, tutakuwa tukizungumzia masuala hayo, lakini asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa amejiunga nasi. Asante sana Honorable Brian Bundi, asante sana Wanyonyi Masika, asante sana kila mmoja ambaye amekuwa akizungumza nasi. Asante sana pia kwa wote ambao wamekuwa wanatuma comments pale na SMS. Asante sana kwa kila mmoja ambaye ameungana nasi pale kwenye WhatsApp. Asante sana kwa sababu pia tutakuwa pale kwenye YouTube muda usiokuwa mrefu. Asante sana kwa kila mmoja. Big shout out. Na hapo ndipo tutakuwa tunakamilisha siku ya leo. Asante. Bye.